Mkubwa, umeniita hapa, umenipigia mkuu ananiambia kuna issue tatu tuzungumze. Issue gani? Hebu nielekeze. Ndio nimekuita. Tuzungumze kuhusu mdogo wako. Nimeongea naye. Inavyoonekana amemkubali kabisa yule kijana kipofu. Na anataka olewe naye. Hivi Mkubwa, wewe unaona hili swali liko sawa? Yaani hata wewe mwenyewe umelibariki kabisa? Yaani umekubali kabisa mwenyewe kilaini au vipi? Kwamba olewe na mtu ambaye haoni. Mwanangu, mimi mwenyewe sielewi. Maana mdogo wako mpaka amelia. Yaani kalia? Abi Mkubwa hamna. Yule atakuwa amefosiwa yule. Mtu mwenyewe atasikii. Anaamua na kupenda, anasema haina shida. Akajua mtu anaulizia njia. Acha hizo Bi Mkubwa. Sawa, lakini mwanangu, mimi nilikuwa nakuomba. Hebu mruhusu tu mdogo wako aolewe. Sikia Bi Mkubwa. Alafu usete nani moyo wa Bikira Maria hapa. Si unaelewa? Mimi nimeshasema hivi, sister wangu haweza kaolewa na mtu ambaye haoni. Wewe unataka mimi sister yangu aende kateseke kule mjengoni. Sio kisa ana pesa na nini na nini afu dakika 90 ndugu yangu mimi kateseke afu mimi naona. Hebu angalia mtu haoni. Si unaelewa? Kazi zake zote atazifanya sister wangu au vipi? Wewe unalichukulia poa hiyo, unaichukulia baridi au vipi? Kwa sababu tu ya maokoto. Kama ni maokoto mimi nitakaba na tutakula familia au vipi? Ungemruhusu tu mdogo wako akaolewa. Maana inavyoonekana amempenda yule kijana. Sio baridi Bi Mkubwa, kwa sababu mwenyewe umeshabariki, umesha respect, basi fresh. Lakini kitu kimoja tu ambacho mimi nakihitaji kutoka kwa yule mzee, maokoto. Mtu azingatie maokoto au mengine mimi sitaki. Sio unaenda pale kwa chuma na mambo nizingatie mazingira yangu ya vitu vyangu na steam kichwani, aniletea tatalila. Nachukua dada yangu narudisha maskani. Sawa, mimi na imani wataishi tu vizuri. Haya ndio sheria. Meisha hiyo.